الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي ختام هذه الدورة الشرعية المباركة نتقدم بالشكر الخالص وعظيم الامتنان لكل من ساهم في نجاحها بعد توفيق الله عز وجل، وعلى رأس هؤلاء مشايخنا الأفاضل على علمهم النافع وحرصهم وإخلاصهم، فجزاهم الله عنا خير الجزاء، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى ما قدموه في موازين حسناتهم يوم القيامة. ndugu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah, jambo la pili tunatoa shukrani kwenye khitamu ya hii daura ya kielimu au semina ya kielimu wa kila ambaye alichangia kufanisha hili jambo, na yote haya yamekuwa baada ya taufiki Allah azza wa jalla. Kwa mwanadamu anaweza akachukua sababu, lakini jambo likawa Allah hajaleta taufiki ndani. Kwa hiyo baada ya taufiki ya Allah subhanahu wa kwanza, tunawashukuru mashekhe zetu hawa ambao walikuwa na sisi kwa muda wa hizi siku 4 kuanzia Alhamis mpaka leo Jumapili. Sheikh Abu Faisal Uthman Jilo hafidhahullah, na vile vile tulikuwa naye wakati wa asri ambaye ni mara pili kuhudhuria na sisi Sheikh Abu Abdul Razak Harun Rasi, na vile vile sanne leo tulikuwa na Abu Mahir Zain al-Abidin na ndugu yetu kadhalika Abu Ayman ambaye aliwahi kuwa na sisi kwenye kikao kimoja, kapata dharura akawa na safari, hakuweza kukamilisha ile siku yake ya pili. Kadhalika tunawashukuru nyinyi ndugu zetu kwa wakati wenu ambao mliojitolea kwa kushirikiana na sisi kwenye hili jambo mpaka leo kukamilisha hili jambo. Kuna wale ambao walioshiriki na sisi kwa daam, wakasaidia hivi vitabu ambao mara pili tumetoa kopi, waliotoa maji, wote hawa wa iyakum tunawaombea Allah walipeni khairi na wabarik kwenye umrikum wa ilmikum. Thalithan ni nasiha kwangu na kwenu. Hizi dora ni dora za kielimu, na kwenye elimu ni lazima mtu afahamu kwa elimu ya dini ina nafasi gani katika maisha ya mwanadamu. Tusichukulie kwa hii dini ni jambo tu simple la kawaida tu, kwa sababu vingi katika fahamu za watu haiko katika fikra zao au kwenye ufahamu wao hii ilmu ya sheria ina nafasi gani katika Uislamu. Yeye mtu mwenyewe atakia awe kwenye kisampuli gani? Na ndio haya maafa yote kama hii kitabu ambacho tuko tukisoma hizi fiqh al-fitan, sababu yote haya yanachangia na ujinga wa mtu alionayo, kwa sababu ujinga ndio maradhi ya kila aina yanayosababishwa na ujinga wa mtu alionayo. Kuingia kwenye bid'a, kuingia kwenye maasi, mara nyingi inakuwa sababu ni aljahl bid-din, ni kwa sababu ya kutofahamu dini. Na ndio leo utakuta kwa katika sababu za kuweka hizi dora ni Waislamu wafaidike, lakini hawa Waislamu wenyewe wenye kuwekewa hizo semina za kielimu wenyewe wakimbia. Na hujui mtu hata wakimbilia wapi. Mtu akitoka aenda zake, hujui huyo anatoka yaenda wapi. Yani kuna sehemu gani ambayo ataenda kakaa hii aliyoacha hii ambao tahufuhu rahmatullah, tahufuhu almalaikatu biajnihatiha, malaika wanawafinika na mbawa zao.
na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala yughashihim bi rahma ya Allah inamiminika. Lakini pengine mtu atoke hapa aende mahala hakuna kitu ambacho ataenda kufaidika, ameacha fadhila na dhikrullah subhanahu wa ta'ala kwa hao waliojikusanyika msikitini juu ya malaika zake, kiwaambia undhuru ibadi. Walidhalika ikhwani, wanafunzi wenzangu, swala la elimu ambao sisi tuko kwenye hii majali sote tusoma, wewe ulokaa, sisi tulokaa hapa, sote bado sisi wanafunzi tutafuta elimu. Huyu tu ana ziada kumfaidisha mwenzake, lakini kulluna fi sabili talab, sote tuko kwenye njia tuitafuta hii elimu. Lakini elimu ina miko, haiji tu kaka elimu ikajikujilia tu. Walidhalika katika maneno mazuri ambao aliyoyazungumza Ibn al-Wardi kwenye Lamia yake ambayo ameita Lamia Ibn al-Wardi, akitoa nasaha akimpatia mwanawe. Wa kabla dhalika kwa maulama aimma al-kibar pamoja na ilmu yao, lakini walikuwa hawaangalii huyu mimi nimemzidi, hata nikikaa kwake atanifaidisha na nini. Acha hizi fikra zetu mbovu tulizonazo. Mtaweza kwa amekaa hapa anafundisha na pengine ni mjinga wa kupundukia, akatoka kaenda zake, ana nini yule, atatuambia lipi jipya yule, na yeye mwenyewe sufuri, hana lolote. Lakini la mtu atakuwa anajua sira za ulama walivyokuwa wao ma ilmihim wa manzilatihim. Lakini saa nyingine mtu alikuwa akikaa anaimuona yuko chini kielimu, lakini huenda kafaidika kwake kwa asitokijua katika ilmu aliyonayo. Wa min dhalika Sufyan Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala akisema rubbama jalastu ila alhadathi faastafidu minhu. Rubbama jalastu ila alhadath, huenda mimi nikakaa kwa mtu ambaye mdogo kielimu, yuko chini yake kielimu. Na Abdullah ibn Mubarak hadha jabal min jibal alilm, imam thiqatun hafidh, lakini asema rubbama jalastu ila alhadathi faastafidu minhu, huenda nikakaa kwa mtu ambaye yuko chini kielimu na nikafaidika kwake, na yeye ni min kibar alulama. Lakini hana ile kwa kuwa mwenzake azungumza yeye atoke aende zake, huenda kukaa kwenye mujalasa akafaidika. Bora tu au yule alokaa chini yake ni nani, ana manhaji gani, ana mwelekeo gani. Al-Imam Ahmad rahimahullah ma'a jalalatihi kana yujalis ikhwanahu, alikuwa kikaa na wenzake akisikiliza kwenye majalis al-ilm, mpaka akasema neno yake kama alivyonukuu al-Imam al-Dhahabi fi Siyar A'lam an-Nubala, maneno ya Imam Ahmad akisema ma'al mihbarati ila al-maqbara. Al-ilm yani ma'al mihbara ma zala ala istimrar, elimu yaendelea ma'al mihbara mpaka mtongie kaburini, ndio elimu imekatika. Al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala alikuwa tayari shakwa imam, lakini alikuwa akihudhuria majlis ya shekhi wake ambaye ni al-Imam Malik rahimahullah, ambaye Imam Malik ni mmoja katika mashekhe wa al-Imam Shafi'i. Walidhalika Imam Shafi'i asema kuntu uqallibu al-waraqata baina yaday Maliki hibatan lahu, asema kuntu uqallibu waraqatan baina yaday Malik birifqin hibatan lahu. Waraqani karatas, ankaa mbele ya shekhi wake wa huwa imam, tayari shakwa imam, lakini saa nyingine alikwenda kikaa, ikifika kufungua ikaratasi akifungua birifq, pole pole, hata sauti isifanyeje, isitoe. Yani undhur ila adab wa tawadhu, pole pole birifq, yani hibatan lahu, haiba ile ambayo alikuwa nayo, haibatan lahu, haiba alikuwa nayo al-Imam Malik rahimahullah. Walidhalika ndugu zangu, wallahi hakuna khairi kama kwenye ilmu ya sharia. Waweza kupata mali lakini ukawa ni mjinga kwenye dini, kama maneno aliyosema Imam Shafi'i rahimahullah, radina qismat al-jabbari fina lana ilmun
waliljuhali mal. Haya maneno ya Imam Shafi. Sema tumeridhia kigawanyo cha Allah subhanahu kwetu sisi tunao elimu, lakini wajinga wana nini? Sasa hiyo hata leo angalia tu wale umiliki mali, waangalie katika upande wa sharia wana kiwango gani kwenye elimu. Na hii ndivyo ilivyo. Hata mashaikh waangalia wale ambao wanahesabika hawa mashaikh wana sehemu katika mali kiasi tu ya kusukuma maisha yao, aende kafundishe pale, fanye pale, maisha yanaenda. Lakini utakuta wingi ambao wanaomiliki Allah amewafungulia nafasi hum juhad, wamepozea elimu, lakini Allah kawafungulia dunia. Na haya ni maneno ya Imam Shafi rahimahullah. Lidhalika tuende na himma kwenye kuitafuta elimu, na elimu haiji illa biljid. Mtu awe na jid na ijtihad, kama maneno aliyosema huyu bwana Ibn Wardi kwenye Lamia aliposema utlub alilma wala taksal fama ab'ada alkhayra ala ahli alkasal واحتفل للفقه ولا تشتغل عنه بمال وخول واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل ولا تقل قد صارت أربابه كل من سار على الدرب وصل. mwisho akasema kwenye maneno yake في ازدياد العلم إرغام العدة وجمال العلم إصلاح العمل. Haya maneno ni maneno ambayo yana hikma kubwa ndani, yanampa mwanadamu talib alilm hususan nafasi ya kujijua na kuweza kujenga mustakbali wake wa elimu. Elimu haiji vivi, ndio kaanza na haya maneno na kusema utlub alilma wala taksal. Elimu haiji kwa vivi. Leo wahudhuria siku mbili wewe huko na pengine huna hata sababu, na hakuna kitu ambacho kwamba yahitaji ila sabr akthar ka talab alilm. Wallah, hakuna jambo ambalo kwamba ni zito kwa mwanadamu kama kukaa kwenye vikao vya elimu. Yani mtu akajibidisha akawa hakosi yeye kwenye vikao vya elimu, wallahi Allah arada bihi khaira. Lakini hili jambo linahitaji subra. Wangapi ambao tuliona wanahudhuria kwenye darasa na pengine wakawa na hamu na wakanunua vitabu, baada ya siku mbili tatu waone kwamba shughuli nyingi. Lakini hili jambo linahitaji subra. Ndio akasema utlub alilma wala taksal fama ab'ada alkhaira ala ahli alkasal. Mara nyingi khairi inakuwa mbali na wale wavivu. Ukitia uvivu kwenye kutafuta elimu, wallahi hupati chochote. Na uvivu ni kule mtu kupuzia tu, aona ajizi kwenda kuhudhuria, na hii ndio afa na shari kwa mwanadamu yenye kunziwia hata kila jambo, hata kwenye masali ya dunia. Ukiwa mvivu ufanye lolote. Vijana wangapi leo hulala na kazi ziko kwambia hakuna kazi bwana, ni mvivu tu. Na vile vile kwenye elimu hadha min babi aula fala taksab. Walidhalika qala wahsil wahtafil lilfiqh. Wahtafil yani wahtam lilfiqh, yani masaili yote ya sharia. Usome hadithi, usome tafsir, usome kadha, ili uwe na sehemu katika sehemu ya maisha yako umebeba bidhaa ya kielimu. Ndio akisema wala tashtaghil anhu bimalin wa khawal, usishughulike na mali. Falmal hadha sayati, mwenye kuitafuta elimu falmalu yati. Falilm muqaddam fi tahsilihi ala almal. Elimu hii kwanza ndio yafaa itangulizwe. Mtu kuitafuta elimu angalau akaona sasa najiona niko na kiasi fulani ambayo naweza kujielewa kwenye mambo, sio kufika kusema la hapa mimi nishafika. Na ndio hii maafa tulionao. Wanafunzi wingi wanaomaliza thanawi na wapi kwa bwana, basi akisha kuingia kufundisha, wallahi wingi hawasomi tena. Wingi katika wanafunzi akisha kuingia kwenye majali taalim, huyu sasa yuwakanda yuwafundisha, yani huyo basi atasoma sangapi yani. Hizi daura hizi kwake si lazima tena. Nendeni nyinyi bwana, mimi tayari nishasoma nini hiyo thanawi yako, yani yakusaidia nini? Thanawi yakusaidia nini? Unsoma nini yani? Lakini akisha kuingia kwenye hizo majali kwamba basi, wengine ni wale hata mutawasit. Mtu amaliza mutawasit leo onekane ni shekhe kubwa, shekhe kwa sababu ya mitandao tu. Lakini ukimwangalia kiwango cha elimu yeye nani? Mutawasit. Mutawasit nani?
kwa sababu Allah amempa ulimi wa kuzungumza na ufasaha, basi tosha, hawezi kuja kukaa hapo, wallahi hawezi kuja kukaa. Kwa nini hawezi? Mimi najulikania huyu nani, hata hakuna mnayemfahamu, inaonekana mimi nimekaa chini yake atanifaidisha na nini? Haya ndio maradhi ambayo tuko nayo. Kwenye elimu hayupo, lakini ile shuhura amepata kwa sababu kwenye mitandao. Hata mjinga kinga kwenye mtandao atajulikaniwa. Ile shuhura akipata hawezi kuja kukaa hapo. Mimi ndio kukaa pale, sasa yule ni nani kwangu? Allahu almusta'an. Mwisho haya maneno akasema, wala taqul kad sarat arbabu. Leo sitasema bana tatukisoma leo watu washasoma bana, wale walioko tosha, sisi tuangalie shughuli nyingine. Na ndio hata baadhi ulama wataja kisa cha Ibn Abbas na yule al-Ansar. Baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbas alimwambia mwenzake, rafiki yake katika vijana wa Ansar, haula ashabu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nadhhab ilayhim wa natlubu minhum al-ilm. Twende tukasome masahaba mtume wako hawa kibar sahaba. Dhaka al-Ansar akamwambia Ibn Abbas, ya Ibn Abbas, faman yahtaju ila ilmi wa ilmik, na masahaba tele hawa nani atakayekuja akihitaji elimu yangu na yako? Ibn Abbas fatarakahu, fakabba Ibn Abbas ala talab al-ilm. Alikuwa kienda hata kwenye milango ya masahaba Ibn Abbas mchana akilala, angoja sahaba anafanyaje, ainuke amfundishe. Mwisho huyu bwana alikuja kumdirika Ibn Abbas fi Masjid al-Haram Makkah. Ibn Abbas anake alikaa Makkah baadaye, kisha kaenda Taif akafia huko. وقد اجتمع حوله جمع كبير, yani wanafunzi kibao wankusanyika mbele Ibn Abbas, si hao yani wanafunzi jeshi. فقال هذا الرجل لقد كان هذا الفتى اذكى مني. Huyu kijana alikuwa na akili hata kuliko mimi. Wakati ule alisemaje, nani anahitaji elimu yangu na elimu yako? Leo anasemaje, wewe kweli ulikuwa na akili. Walidhalika usisema kina Sheikh Al-Albani bwana walisoma, sisi tutafute nini? Sheikh ukifanya naye tutafika. Hata kile utafika alipofika yeye, lakini utafika kiwango alitofika. Kama alivyosema, kullu man sarra ala darbi wasal. Mwisho akamaliza, fi izdiyad al-ilm irgham al-ida. Elimu inahitaji kuongezwa kila siku, na si sawa kwa Muislamu hususan talib al-ilm ipite siku kwenye maisha yake hajaongeza kitu kwenye ilmu ya dini. Yani siku mzima masaa 24 yamekuishia, hakuna kitu umeongeza katika fahamu yako kuifahamu dini. Hii ni hasara. Yani siku mzima ikupitia bila kuongeza kitu, hii ni hasara. Leo tuna watu wako na miaka 60, kuna watu wana miaka 70, na pengine hujai kumwona kwenye maisha yake washika msahafu wasoma Qur'an. Atakwambia bwana, mimi sikusoma, nilikimbia tuoni. Hakusoma, alikimbia. Haya, hukusoma wakati wenao masahaba waliingia kwenye Uislamu walikuwa na miaka mingapi? Mtume antumiliza kana miaka 40. Kina Abubakar alikuwa na miaka mingapi? Wampishana na Mtume na miaka mingapi? 2. Wale wazee walioingia kwenye Uislamu kwenye umri ule walisema basi ishapita, maana yake ndio hatusome tena. Huu ni uvivu na kuzembea, na Muislamu hatakiwi awe namna hii. Yani maisha nenda maisha rudi, yani Muislamu yuko pale pale, habadiliki, yuishi kwenye mawimbi ya ujinga, habadiliki kwenye maisha yake. Wallahi hadha aib kwa Muislamu. Leo kuna watu leo Qur'an wallahi hawezi kushika, hata hawazee, hata vijana wengine alipofika klasi fulani madrasa kaenda zake skuli, ndio madrasa bye bye, hawakusoma tena. Hujawahi kumwona kwenye maisha yake anashika Qur'an kwamba bwana sikusoma mimi bwana. Sasa ukusoma watarajia nini? Kipi kitakachokufaa kwenye hii dunia? Walidhalika tueni na hamu kutaka kuifahamu hii dini na kuielewa, ambao sangine hata ni masikitiko wallahi. Tena hizi dora hizi tutazileta hapa si kwa sababu wanafunzi tu ndio wahudhuria. Hakuna dora hapa ina tafsiri kwa Kiarabu hapa, hakuna Mwarabu hapa, sote Waswahili hapa. Mtu anayekuja zungumza Kiswahili, na hakuna ambaye atakayepitwa na maneno yote anaweza kupata sehemu katika maneno. Lakini la kusikitisha, huu mtaa ukihesabu waliohudhuria hapa ni nani hapa? Wako wa kuhesabika, 2, 3, 4.
Kila ajabu huoni, yani mtu ameenda wapi, hatulalamiki, lakini huzuni twawasikitikia nyinyi khairi ambayo imewajilia mpaka hapa, na mtu asiwe na habari na siku 4 tu kakaa ukasoma kwa kipindi kile ambacho taona mimi nafasi na magharibi la leo alasiri niko free, mimi wacha nikakae hata kama ni kwa dakika. Hakuna kitu ambacho utahasirika, bali utafaidika, mbali thawab na mbali na ilmu utakayopata. Allah tuwafikie kwenye kila la khairi na tupe fahamu za kuifahamu dini, na ajalie haya yalotanguliza na mashaka zetu kwenye mizani ya hasanati zao na hasanati zetu kadhalik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam.